Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Kwa wewe ambaye umeokoka, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wewe ambaye haujaokoka pia nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, huku nikikualika umpokee Kristo, umfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu kwenye hii dunia maisha bila wokovu ni kitu bure kabisa. Unaweza kala ujana, utajisifu vitu vingi sana, lakini maisha bila wokovu ni kitu bure sana. Lakini nataka nikuletee somo ambalo litakusaidia kukuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni somo la kiimani sana. Ni somo ambalo linamhitaji mwanadamu yoyote anayeamini uwepo wa Mungu kwenye hii dunia, ambaye unapitia wakati mgumu sana, unapitia tabu ngumu sana kiasi kwamba unahisi umekata tamaa. Yaani unajihisi uwezi kabisa. Unaona umezidiwa, na kuletea somo zuri ambalo linaitwa tuvuke twende ng'ambo. Tuvuke twende ng'ambo. Kwa nini somo langu linaitwa tuvuke twende ng'ambo? Somo langu nimeamua kuliita hivyo. Kuvuka kwenda ng'ambo ni nyakati ambazo Israeli walipitia maisha magumu sana pale kwenye utumwa wa Misri. Walipitia maisha magumu sana sana sana, na ndipo Biblia inanambia Mungu akawakumbuka akamtuma Musa kwao. Yaani Musa na yeye alizaliwa kwenye utumwa, lakini wakati wa Mungu kuokoa wana wa Israeli ulipofika, ndipo Mungu akamtoa Musa pale Misri, akampeleka huko, akamfunda Musa akaiva, kisha akamrudisha kwa Waisraeli wenzake walioko utumwani, ili awatoe kwenye utumwa na awapeleke sehemu yenye raha. Na ndio maana somo langu linaitwa tuvuke twende ng'ambo. Mimi nimetumwa na Mungu tu kushirikisha somo hili. Kwa wewe ambao una imani utanisikiliza, basi na hakika utatoka kwenye machungu ulionayo, utatoka kwenye maumivu, utatoka kwenye vifungo vya giza, utatoka kwenye kifungo ambacho hata ulikuwa utarajii kwamba ungeweza kutoka. Basi tuendelee na somo letu ambalo linasema tuvuke twende ng'ambo. Tuvuke twende ng'ambo ni maneno ya Yesu Kristo ambao aliwaambia wanafunzi. Aliwaambia wanafunzi kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 4. Kwa ambao unasoma tusome basi. Kitabu cha Marko sura ile ya 4 na mstari wa 35, tutasoma mpaka 37. Biblia inasema hivi: siku ile ilipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Mstari wa 35. Siku ile ilipokuwa jioni, Yesu aliwaambia wanafunzi na tuvuke twende ng'ambo. 36. Wakauacha mkutano, wakachukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwemo pamoja naye. Mstari wa 37, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu viwili nataka uzingatie hapa. Yesu alizungumza maneno haya kwa fumbo mno sana. Si kana kwamba alikuwa na safari ya msingi sana ng'ambo ya bahari au ng'ambo ya mto ule, lakini aliambia wanafunzi tuvuke twende ng'ambo. Sijajua wanafunzi walikuwa kwenye mazingira gani, sijajua walikuwa wamekabiliwa na ugumu kiasi gani, lakini Biblia inaniambia Yesu akawaambia tuvuke twenda ng'ambo. Nisikilize nikwambie rafiki yangu, mimi sijajua umegota kwenye maisha yako, umegotea wapi, sijajua umekwama wapi. Ni matumaini ya Mungu kwamba utoke hapo ulipo uende hatua nyingine ya maisha. Ni matumaini ya Mungu kunituma kwako nikufikishie ujumbe, utoke hapo ulipo uende hatua nyingine. Sijajua ni hatua gani Mungu anataka kupeleka, lakini Yesu aliwaambia wanafunzi tuvuke twende ng'ambo. Wanafunzi hawakubisha. Walipokuwa wakivuka, Biblia inaambia kulikuwa kuna dhoruba kubwa kiasi kwamba hata ile mashua au ile boti ikaanza kujaa maji. Sikiliza nikwambie rafiki yangu, ukiwa na Yesu kwenye maisha yako, whatever the case around you, whatever nguvu yote inayokusumbua, maadamu Yesu uko naye, sikiliza, unafika unakostahili kwenda, maana dereva anayekuvusha ni Yesu Kristo. Karibu muamini Yesu. Karibu umpe Yesu maisha yako. Karibu uanze safari mpya na Yesu, na utavuka, utaenda hatua nyingine. Ndio maana aliwaambia wanafunzi tuvuke twende ng'ambo. Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Mungu anakuwazia maneno mazuri. Mungu anakuwazia yaliyo mema, na ndio maana amenituma nikuambie umwamini kisha tuvuke twende ng'ambo. Sasa hapa kwenye kuvuka, kwenye kuamini, watu wengi wanaanza kufikiria shida walizonazo. Watu wengi wanaanza kufikiria ugumu wa maisha.
Watu wengi wanaanza kufikiria ile magonjwa sugu yaliyowatesa kwa miaka mingi. Watu wengi wanaanza kufikiria uzito wa mambo fulani yaliyowakatisha tamaa. Lakini nikwambie kitu kimoja, ni Yesu amesema tuvuke twende ng'ambo, wala sio baba yako, sio mganga wa kienyeji, sio mtu wa kawaida amesema uvuke uende ng'ambo. Ni Yesu amenituma nikwambie tuvuke twende ng'ambo. Basi umwamini Yesu jioni ya leo na utavuka, utakuwa salama. Kazi ya kufanya kuwa salama, kazi ya kuponya, ya kufanya jambo lolote lile, maadamu amesema tuvuke twende ng'ambo, basi wewe muamini, twende ng'ambo pamoja na Yesu Kristo. Unaweza tu ujiulize, unataka kuvuka kwenye kitu gani? Unataka mtoto? Unataka kuvuka kwenye utasa wa aina gani? Unataka kuvuka kwenye ugumu wa aina gani? Ni kitu gani kinakusumbua ambacho unatamani leo hii, jioni ya leo tarehe 29 uvuke pamoja na Yesu? Ni ugumu gani unakusumbua rafiki yangu? Ni shida gani? Ni mzigo gani umeubeba? Ni uzito gani ambao unataka Mungu akuvushe leo tarehe 29? Basi unaweza ufikirie ni wapi unataka utoke uende hatua nyingine. Ni sehemu gani unataka kwenda? Ni magonjwa gani yamekusumbua kwa miaka mingi na unataka kuacha? Yule mwenye ukoma aliposhika upindo na vazi la Yesu Kristo, ukoma ulimwacha, maanake alivuka kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Nilitaka nikuthibitishie kwamba Musa kurudi kuwafuata wenzie huko Misri ilikuwa ni Mungu alimtuma ili mapenzi yake yapate kutimizwa. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 4 na mstari ule wa 19, utakutana na maneno ambayo Mungu anamwambia kwamba Bwana akamwambia Musa huko Midiani, haya, nenda karudi Misri, kwa kuwa wale watu wote waliokutaka wai wako wamekwisha kufa. Hapo ndipo utagundua kwamba misheni ya Musa kutoka Misri enzi hizo, kutoka kwenye jumba la ufalme pale kwa Farao na kwenda kutengenezwa na Mungu ili arudi kuwasaidia wenzie, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kwa kupitia mstari huu tunathibitisha kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kwa baada ya watu wote waliokuwa wanataka uhai wa Musa kufa, ndipo Mungu akamwambia Musa, rudi sasa. Maanake wakati ulipofika wa Israeli kutoka utumwani, ndipo Mungu sasa akamtuma Musa. Sikiliza nikwambie, Yesu aliwaambia Israeli tuvuke twende ng'ambo. Aliwaambia wanafunzi tuvuke twende ng'ambo. Musa alipofika kwa wana wa Israeli, aliwapa maneno yote ambayo Mungu alimtuma kwake. Na Israeli walipomwamini, walitoka kwa Farao wakaenda safari yao ya wokovu. Safari ya kuelekea Kanani ikaanza. Walikuwa na furaha kubwa mno. Walikuwa na, sijui kama ni kwenye magitaa watu walipiga magitaa, kama ni kusifu watu walisifu, kwa sababu miaka 400 utumwani. Mtu unazaliwa mpaka unazekea utumwani. Sasa mimi sijajua upo kwenye utumwa wa aina gani ambao Mungu amenituma kama Musa kwako. Nikwambie tutoke hapa utumwani, tuvuke twende ng'ambo, twende sehemu nyingine. Kwa Musa alipotumwa na Israeli, aliwavusha bahari ya Shamu. Israeli alipofika ukingo wa bahari, akili yake ilianza tena kutetemeka, kwa sababu hakujua kwamba ni Mungu alimsaidia. Ni Mungu ameamua kwamba atoke utumwani. Kwa Israeli alipofika kwenye ukingo wa bahari, tusome kitabu kile cha Kutoka, tuthibitishe kwa Biblia. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 14 mstari wa 13 na wa 14. Kutoka sura ile ya 14 mstari ule wa 13 na mstari ule wa 14. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nyinyi, nani mtanyamaza kimya. Mungu anapotaka kukuokoa, kuna amani sio kwa ya kawaida. Na ninapozungumza habari ya kwamba Mungu amenituma tuvuke twende ng'ambo, Mungu amenituma nikusaidie utoke kwenye utumwa wa aina yoyote ambao unaishi nao, ambao umekutesa kwa miaka mingi. Haijalishi watu wametoa kafara kwa ajili yako, haijalishi watu wamechinja ng'ombe, haijalishi watu wamemwaga damu ya kuku. Madamu Mungu amenituma nikusaidie utoke hapo ulipo, uende hatua nyingine, uende ng'ambo, hauhitaji kuogopa. Ndivyo Musa alivyowaambia wana wa Israeli, wala hamhitaji kuogopa. Leo hii mtauona wokovu wa Mungu. Leo hii mtauona wokovu wa Mungu. Maana Misri mnayemuona hamtamuona tena milele. Unapoendelea kusoma sura ile ya 14, Israeli walivuka bahari ya Shamu, sehemu ya nchi kavu, yani bila kugusa maji. Maji yalisimama kama kuta kushoto na kulia. Israeli akapita salama.
na ndivyo Mungu atakusaidia unapomwamini jioni ya leo, na ndivyo Mungu atakavyokupigania. Dada yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu, ndivyo Mungu atakavyokupigania. Utavuka ukiwa salama, tena hutoamini macho yako. Shida uliokuwa ukiona hutoiona tena. Kisukari ulichoambiwa hospitalini, sijui kansa, HIV, tabu yoyote ambayo shetani amekutesa nayo kwa muda mrefu, hutoiona tena. Tuvuke bahari ya Shamu, tuvuke bahari ya Shamu. Ni Mungu amesema tuvuke bahari ya Shamu. Yoshua alipowaambia wana wa Israeli kwa habari ya kuvuka mto Yordani, waliona kama ni masiara, lakini aliwaambia hivi, leo hii mtauona wokovu wa Mungu. Leo hii mtauona wokovu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 3 mstari wa 5 na wa 7 na wa 10, tusome. Biblia inasema hivi, Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Sasa hii sio kesho, hii ni leo. Unavyoamini video hii, unavyoisikiliza sauti yangu muda huu, hii ni leo unafunguliwa kwa neno la Mungu na kauli ya Mungu ndani yangu, kwa sauti ya kifalme ndani yangu. Naona unafunguliwa, naona unavuka hatua nyingine, naona unapokea amani kwa kusikia tu video hii, naona unapokea ujasiri usio kwa kawaida. Na wewe uvuke Yordani yako, vuka bahari ya Shamu yako, vuka, nenda ng'ambo, naye Mungu ndiye anaye kutegemeza. Wala usijiulize maswali, usijiulize habari ya makosa uliokuwa nayo kwa muda mrefu, usijiulize habari ya mapito. Mimi nakuambia na nakutamkia kama nabii wa Mungu, kama kinywa cha Mungu, ninakutamkia uvuke uende ng'ambo. Karibu tushiriki ibada ya pamoja, karibu tuombe kwa pamoja, karibu Mtongani Kunduchi, tumuombe Mungu kwa pamoja, tumlilie Mungu kwa pamoja. Hautaona tabu yako tena, utakuwa salama, utakuwa na amani, tena amani ya milele. Ubarikiwe sana. Mimi Mungu alinituma tu ni share video hii na wewe tu, nikutie moyo, nikupe matumaini na kufungua njia iliyokuwa imefungwa mbele yako. Ubarikiwe sana na Mungu akubariki sana. Share video hii kwa watu waliokata tamaa na Mungu atakubariki sana. Ubarikiwe sana. Amina.